Linda sana mdomo wako, usitamke kauli hizi 3 hata kama umekasirishwa kiwango cha juu sana. Ndio maana utaona katika Biblia kitabu cha Zaburi sura ya 141 mstari wa 3 anasisitiza kwa kusema, niwekee ulinzi katika kinywa changu nisije tamka maneno yasiyofaa. Na endapo kauli hii ukaambiwa na mtu, basi usiwe na maneno mengi zaidi ya kusema sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu. Lakini jilinde sana wewe usitamke, kwa sababu ni kauli ambazo zaweza kukuingiza kwenye laana ya kufuru. Kauli ya kwanza ni kumwambia mwanadamu kwamba wewe nimekutoa mbali sana. Mwamwona huyu, ingelikuwa si mimi asingefika hapa. Mimi ndo nimemtoa mbali sana huyu. Hakuna mwanadamu anayeweza kumtoa mwanadamu mwingine mbali isipokuwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Lakini kauli ya pili, usithubutu kumwambia mwanadamu mwenzako kwamba ingelikuwa si mimi huyu asingekuwa hivi leo. Ingelikuwa si mimi huyu asingekuwa hivi leo. Nafikiri hizi kauli mwakutana nazo sana huko mtaani, lakini ni kauli ambayo yaweza kukuingiza kwenye matatizo bila kujua, na ukaanza kujiuliza, mimi shida yangu nini, nakosea wapi? Lakini kumbe kauli, kwa sababu spiritual kingdom haiwezi kutofautisha mtu aliye na hasira na mtu asiye na hasira. Yani kuna namna tu utakavyotamka maneno, tayari spiritual kingdom inakuweka kwenye hatia. Na yeyote anayepata hatia ya spiritual kingdom, madhara yake ni yale yale. Hakuna anayejua wala asiyejua. Huwezi leo hii ukasema umeua mtu ama umefanya kosa la kisheria eti waenda kujitetea wasema mimi nilikuwa sijui kama ni kosa. Sheria haiwezi kuacha mkondo wake kwa sababu ya wewe ulikuwa hujui. Lakini kauli ya tatu ni kumwambia mwanadamu mwenzako, yani ningelijua wewe ningekuacha kule kule mimi wewe. Yani ningelijua wewe ningekuacha kule kule kipindi kile ukateseka kabisa, kwa sababu najuta hata kukutoa kwenye zile shida kukuleta hapa. Najuta kukutafutia kazi, najuta kukupa mtaji, najuta kufanya hivi. Hakuna mwanadamu yoyote aweza hilo isipokuwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Na ikatokea sasa labda umeghafilika, wewe ndio umemkera mtu akakwambia hivyo, usiwe na maneno mengi zaidi ya kusema sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu. Ni kweli kuna wakati twafikia tuakasirishwa sana na walimwengu, lakini isitufanye tukajibebesha nafasi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yuwalipa kwa mtu aliye na ukimya. Ndio maana maandiko yasisitiza sana kuwa na busara, kuwa na ukimya hata pale tunapokuwa tumekosewa. Ndio maana utaona tuambiwa samehe 7 mara 70. Lengo ni nini? Kukaa kimya. Wakati mwingine maneno yetu yatufanya kutuingiza kwenye shida zaidi, hasa pale tunapokuwa na hasira.